Siku ya leo tutaenda kuzungumzia ujenzi wa akili ya mtoto. Kuna tofauti kubwa kati ya ujenzi wa akili ya mtu mzima na ujenzi wa akili ya mtoto. Ujenzi wa akili ya mtu mzima hasa kuanzia miaka 20 kupanda juu, na ujenzi wa akili ya mtoto kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 7 huwa ni tofauti kabisa, na utofauti huu unasababishwa na utofauti uliomo ndani ya ubongo. Mtoto mdogo au mtoto anapozaliwa, sehemu ambayo inahusika na hisia ambayo ni limbic system inakuwa tayari imeshakomaa, lakini sehemu ambayo inahusika na logic, inahusika na kuchambua taarifa, inahusika na kufikiria kwa ushahidi, inahusika na kufikiria kwa kanuni inakuwa bado haijakomaa. Na hii sehemu kadri mtoto anavyozidi kukua ndivyo inazidi kukomaa. Mtoto akishafikisha, wanasayansi wanakadiria kwamba mtoto akishafikisha miaka 20 sehemu inakuwa imekomaa. Ndio maana katika kipindi hiki mtoto anaweza kufanya maamuzi mwenyewe, mtoto anaweza kuchambua taarifa, mtoto anaweza kufikiria kwa kanuni na sheria, kwa sababu sehemu ya ubongo ambayo inashughulika na kazi hizi inakuwa tayari imeshakomaa. Lakini kwa mtoto mdogo hii sehemu ambayo inahusika na kufikiria kwa logic inakuwa haijakomaa. Kwa hiyo mtoto anakuwa anatumia ubongo ambao unajishughulisha na hisia sana kuliko ubongo mwingine. Kwa siku ya leo tutaenda kusoma nini maana ya akili ya mtoto kujengwa kwa hisia. Akili ya mtoto hujengwa kwa usalama wa kihisia. Mtoto anapoingia katika dunia, mtoto anapoingia kwenye mazingira, swali la kwanza kabisa la kujiuliza, anajiuliza, je, niko salama? Je, katika haya mazingira nipo salama? Na mtoto atahisi usalama wake pale atakapokuwa kwenye mazingira, kama ni ndugu, kama ni wazazi, kama ni walezi, kama ni majirani, wakiwa wanamwongelesha kwa sauti za upole, wakiwa wanamkumbatia. Kama mtoto atakuwa na changamoto au atakuwa na shida, kutakuwa na mwitikio wa haraka sana. Kama hivi vitu vitakuwa kwenye mazingira ambayo mtoto anakulia, hasa yule mtoto kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 7, mtoto atatafsiri ya kwamba yuko kwenye mazingira salama. Kwa hiyo na mtoto anapokuwa kwenye mazingira haya, ubongo wake huwa unajenga msingi wa imani, msingi wa kuamini wale watu ambao wako kwenye yale mazingira. Atajenga msingi wa kuamini, wa kumwamini mzazi wake, kuamini dada zake, kuamini ndugu zake. Why? Kwa sababu wanatimiza yale mahitaji ya kihisia kabisa ya awali. Kwa hiyo mtoto hujenga mfumo wa ndani kulingana na namna anavyopokelea. Hii hapa itakiwa tulifahamu, hasa kwa wazazi na walezi. Mtoto anapoingia kwenye mazingira, namna unavyoitikia, namna unavyoongea naye, namna unavyoonyesha sura yake mbele zake, mtoto anatafsiri, na anatafsiri vile vitu ndivyo vinavyomwezesha kusema hapa niko mahali salama au niko mahali pa hatari. Kwa hiyo usalama wa kihisia ambao mtoto anakuwa nao kwenye mazingira ambayo yanamzunguka katika kipindi hiki ndio unaojenga msingi wa ujasiri na msingi wa utulivu wa akili yake katika maisha ya baadaye.